Kuna kitu kinanichanganya sana ninapozungumza na vijana wangi hapa Tanzania. Wengi wao wanasema nataka kufanya kazi online. Wengine wanasema nataka kupata pesa za kigeni. Na wengine wakisema nataka kujitegemea. Lakini ukiwauliza una skill gani ya kweli ya kutoa huduma hiyo, wanakaa kimya. Sasa leo tutamaliza ukimya huo. Nitakwambia skills 5 za tech ambazo zinafanya kazi kweli kweli. Sio nadharia na sio ndoto. Skills ambazo watu wengi wa Tanzania na Afrika Mashariki wanazitumia kupata pesa leo hii. Na skills ambazo unaweza kuanza kujifunza sasa hivi. Karibu Tech Kijanja. Kama bado haujasubscribe, fanya hizo subscribe ili kuungana na familia hii kubwa. Kabla sijaendelea, ngoja nikwambie kitu kimoja. Skill sio lazima ichukue miaka 5 kujifunza. Skill nyingi za tech zinachukua miezi 3 hadi 6 kujifunza kwa kina cha kutosha kupata wateja wa kwanza. Na wateja hawaulizi ulisomea wapi. Wanauliza unaweza kufanya nini? Hiyo ndiyo nguvu ya skills za tech. Hauhitaji degree, hauhitaji ofisi. Unachohitaji ni laptop au hata simu nzuri na internet tu, okay? Sasa tuanze na nambari 5. Tunaenda kwa mpangilio wa polepole hadi tamati zaidi. Nambari 5, video editing. Kila biashara Tanzania leo hii inahitaji content. Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp status. Na wengi hawajui kuedit video vizuri. Ukijifunza kuhariri video kwa kutumia CapCut au DaVinci Resolve, unaweza kutoa huduma kwa ma-influencer, biashara ndogo, hata wagombea wa siasa. Bei ya kawaida ya kuhariri video moja nchini Tanzania shilingi 30,000. Ukihariri videos 10 kwa mwezi, unajua unachopata. Na kama unataka wateja wa nje ya Afrika, Fiverr na Upwork zina wateja wanaolipa $30 hadi $100 kwa video moja tu. Muda wa kujifunza miezi 2 hadi 3. Zana za kuanza: CapCut kwa simu, ni bure kabisa. Skill ya 5, video editing. Nambari 4, graphic design. Nadharia yako inaweza kuwa graphic design imejaa watu sana, na una haki ya kuzungumza hivyo kidogo. Lakini hapa ndipo wengi wanakosea. Wanajifunza Canva, wanatengeneza templates za kawaida na wanashangaa kwa nini hawapati wateja. Ufanisi wa kweli wa graphic design uko kwenye maeneo maalum: logo design, brand identity, social media templates za biashara, presentation design, packaging design kwa bidhaa. Ukichagua eneo moja na kuwa bora ndani yake, utajitenga na wote wanaofanya kila kitu kidogo kidogo. Kwa mwanzo, Canva Pro inatosha. Baadaye, Adobe Illustrator inakupeleka kiwango cha juu zaidi. Bei ya wastani kwa logo design nchini Tanzania shilingi 50,000 hadi $300,000. Kwa wateja wa nje kupitia Fiverr, $50 hadi $200 kwa mradi mmoja. Muda wa kujifunza miezi 2 hadi 4. Skill ya 4, graphic design yenye mwelekeo maalum. Nambari 3, social media management. Hii ndiyo skill ambayo wengi wanaipuuza, lakini wachache wanaojua jinsi ya kuifanya vizuri wanakula vizuri sana. Kila hoteli, kila duka, kila hospitali ya binafsi na kila shule, zote zinahitaji mtu wa kusimamia social media zao, lakini wamiliki hawana muda na hawajui jinsi ya kufanya content inayovutia na kufuatwa. Kazi yako kama social media manager ni nini? Kutengeneza content, kupost kwa ratiba nzuri, kujibu maoni, kufuatilia takwimu na kuwaambia wateja wanaofanya vizuri na wanapaswa kubadilisha nini. Hii sio kazi ya masaa mengi ukifanya vizuri. Ukisimamia accounts 3 hadi 5 za biashara, kwa kila moja ukipata shilingi 100,000 hadi 200,000 kwa mwezi, hesabu yenyewe inakwambia unachoweza kupata. Na hii ni skill unayoweza kuanza kutoa huduma ndani ya mwezi mmoja wa kujifunza. Muda wa kujifunza mwezi 1 hadi 2. Zana muhimu:
Canva kwa content, Meta Business Suite kwa management, Buffer au Leta kwa scheduling. Skill ya 3, social media management. Nambari 2, na hii ndiyo inayonishangaza zaidi kwa sasa hivi, AI consulting na automation. Fikiria hivi, biashara nyingi za Tanzania zinajua kuna kitu kinaitwa AI. Wamesikia ChatGPT, wamesikia Claude, wamesikia Midjourney, lakini hawajui jinsi ya kuzitumia kwa biashara zao. Wewe unajua au unaweza kujifunza. Kama AI consultant, unafundisha biashara jinsi ya kutumia AI kuokoa muda na kupunguza gharama. Jinsi ya kuandika barua za biashara kwa AI, jinsi ya kutengeneza content kwa AI, jinsi ya kujibu wateja kiotomatiki kwa AI. Na kama unajua zaidi kidogo, unaweza kuunda workflow za automation kwa kutumia zana kama Make au Zapier. Hizi zinaunganisha apps mbalimbali na kufanya kazi zinafanyika zenyewe bila mtu. Soko hili bado halijajaa kabisa Tanzania na Afrika Mashariki. Hiyo inamaanisha unaweza kuingia sasa na kuwa expert kabla wengine hawajafikia. Bei ya AI consulting session moja, $50 hadi $200. Mradi wa automation, $200 hadi $1000. Muda wa kujifunza, miezi 2 hadi 4. Zana za kuanza, ChatGPT, Claude. Skill ya pili, Make.com, AI consulting, zote zina matoleo ya bure. Na nambari 1, skill ambayo imekuwa ikidharauliwa lakini inaendelea kuwa yenye nguvu zaidi, copywriting. Sio tu kuandika, ni kuandika kwa njia inayofanya watu watende. Kununua, kujiandikisha, kupiga simu, kubonyeza link. Kwa sababu maneno ndiyo yanauza. Bidhaa nzuri isiyoandikwa vizuri haitauza. Bidhaa ya kawaida iliyoandikwa vizuri inaweza kuuzwa mamilioni. Na sasa kwa nyongeza ya AI, copywriter anayejua kutumia AI ni silaha ya kweli. Anaweza kuandika mara 5 zaidi ya mwandishi wa kawaida, na kwa ubora unaoshindana na mwandishi mzoefu. Huduma unazoweza kutoa kama copywriter: barua za mauzo kwa email, maandishi ya tovuti, captions za social media, scripts za video, product descriptions, ad copy kwa Facebook na Google. Wateja wanaolipa vizuri zaidi wako nje ya Afrika, lakini wateja wa Tanzania na Kenya wanaongezeka siku hadi siku. Bei ya wastani kwa copywriter nzuri, $100 hadi $1000 kwa mradi. Na hii ni skill ambayo unaibeba milele yote. Muda wa kujifunza, miezi 3 hadi 6. Rasilimali ya kwanza, vitabu vya msingi vya copywriting, YouTube na mazoezi ya kila siku. Skill ya kwanza, copywriting yenye nguvu ya AI. Sawa, hebu tuzipitie kwa haraka. Nambari 5, video editing. Nambari 4, graphic design yenye mwelekeo maalum. Nambari 3, social media management. Nambari 2, AI consulting na automation. Nambari 1, copywriting yenye nguvu ya AI. Swali zuri unaloweza kuniuliza sasa hivi ni hili: nianze na ipi? Jibu langu ni hili. Angalia maswali matatu haya kuhusu nafsi yako. Je, unapenda kufanya kazi ya picha na video au ya maneno na mawazo? Je, unataka wateja wa Tanzania haraka haraka au wateja wa nje kwa mapato makubwa zaidi? Je, una muda wa kujifunza miezi 6 au unahitaji kuanza kupata pesa ndani ya miezi 2? Majibu yako yatakuambia skill gani inakufaa wewe binafsi. Hakuna jibu baya. Kila skill inafanya kazi kwa mtu anayefanyia kazi kwa bidii. Nataka kukuacha na wazo moja tu. Watu wengi wanangojea wakati mzuri wa kuanza. Wanasema, nitaanza mwezi ujao. Wanasema, nitaanza baada ya mtihani. Wanasema, nitaanza wakati hali itakapokuwa nzuri zaidi. Wakati huo haujawahi fika. Unajua nini kinachobadilisha maisha? Si kujua skills nyingi,
ni kuanza moja na kwenda mbali nayo. Chagua skill moja kutoka kwenye orodha ya leo. Jifunze kwa miezi 2 hadi 3 kwa uzito wa kweli. Kisha toa huduma yako ya kwanza hata kwa bei ndogo ili kupata uzoefu. Na toka hapo, safari inakuwa nzuri zaidi. Kama unahitaji mwongozo wa kujifunza skill yoyote kati ya hizi kwa undani zaidi, niambie kwenye comment. Nitatengeneza video kamili kuhusu yoyote unayochagua. Subscribe kama bado hujafanya hivyo. Na video inayokuja nitakufundisha jinsi ya kupata mteja wako wa kwanza online, hatua kwa hatua, bila upotoshaji. Hii ni Tech Kijanja. Maisha bora yanaanza na leo. Tukutane video ijayo.